Kama ulivyo taratibu, kama wewe ni mwenyeji, ukisikia tu sauti, unajua nini ambacho kiko mbele yako. Kama ni mara ya kwanza kukutana na YouTube channel yetu na bado huja subscribe, basi nikwambie tu subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele. Hii itakufanya kuwa mwanafamilia na kupata taarifa kila simulizi zinapotoka. Channel hii ni mahususi kwa ajili ya simulizi. Tunapata mafundisho mbalimbali kupitia simulizi tofauti tofauti. Msimulizi wako naitwa Karen Steve ambaye anapatikana kwa simu namba 0621316026. Tuende tukapata mwendelezo wa simulizi yetu ambayo tumeanza nayo. Nilisoma shule na majini. Hii itakuwa ni sehemu ya 4. Hapa tunaenda kupata maswali ya majibu ambayo tulibaki nayo kwenye ile sehemu ya 3. Karibu tukapata ufafanuzi na kupata majibu ya maswali yetu. Enjoy. Kelvin alituamuru tujiandae kutoroka eneo hilo hatari. Wanafunzi wote tulijitayarisha kwa ujasiri. Tulitembea kwa tahadhari na kuvuka mitego mingi iliyoandaliwa na mfalme wa majini. Majini wengi walitumwa kutuzuia, lakini Kelvin hakukata tamaa. Alipambana kwa nguvu zake zote na hatimaye tulifanikiwa kufika kwenye geti la kichawi la shule. Geti hilo lilikuwa limefichwa kwa uchawi na halikuonekana kwa macho ya kawaida. Kelvin aliongea maneno ya ajabu, nakumbuka baadhi tu: Dot van teleha piko piko sale poko poko tosi janam. Ghafla mwanga wa ajabu ulitokea na kwa msaada wa Kelvin likaanza kuonekana. Nilishangaa sana. Tulipoingia kupitia geti hilo tulikuwa huru, lakini ghafla Kelvin alitambua kwamba hangeweza kutoka pamoja nasi. Alitupa wote nje ya geti, hivyo huku akisema kwa huzuni, siwezi kuondoka hapa, lazima nife ili muendelee kuishi. Tulilia kwa uchungu tukimwomba ajiunge nasi, lakini alikataa kwa upole. Alitukumbusha mema alitufanyia tangu tulipokutana naye na jinsi alivyokuwa tayari kujitoa kwetu. Nilihisi huzuni mkubwa moyoni mwangu. Nilikumbuka kila jambo zuri ambalo Kelvin alinifanyia, lakini ghafla bila kutarajia alitoa kiberiti cha kichawi. Alikiwasha na mara moja ulimwengu wao wa majini pamoja na ufalme wao walianza kuungua na kupotea. Kelvin aliteseka sana, lakini alihakikisha kuwa tayari iliondolewa. Hatari ilikuwa haipo kwetu. Nilimwangalia Kelvin, machozi yalinitiririka. Nilijua kwamba nilikuwa nimempoteza mwanaume mwenye moyo mkubwa. Alikuwa shujaa wangu ambaye sitamsahau kamwe. Hivyo ndivyo Kelvin alivyomaliza safari yake kwa kujitolea maisha yake ili kutoka sisi. Alikuwa mwanaume wa kipekee ambaye alitufundisha mengi na kunionyesha upendo usio na kifani. Nampenda sana Kelvin. Nilirudi kwa baba na mama jijini Dar es Salaam nikiwa nalia sana. Nilichoka na nilihisi uzito mkubwa moyoni mwangu. Waliponiona waligundua mara moja kwamba kitu kilikuwa kimebadilika. Waliniangalia kwa huzuni na wasiwasi bila kusema chochote. Walinishika na kunikumbatia kwa nguvu. Nimepambana mama, nimepambana sana. Niliweza tu kusema kwa sauti iliyosheheni hisia na uchungu. Baba na mama walisikiliza kwa makini, macho yao yakijaa machozi. Walinipa faraja na usaidizi nilikuwa nahitaji. Bila kuniuliza maswali mengi, walinieleza changamoto zote. Na mimi niliwaeleza changamoto nilizopitia na jinsi nilivyokuwa nikiweka maisha yangu hatarini kwa ajili ya wenzangu. Walikuwa na huzuni kubwa moyoni mwao, lakini pia walijivunia ujasiri wangu. Walinikumbatia kwa upendo mkubwa, wakinionyesha kuwa walikuwa na furaha na kunirudishia vitu vingi, na walikuwa na amani mimi kurudi salama nyumbani. Huo ndo mwisho, lakini sio mwisho wa kumbukumbu za ushujaa wa moyo wangu. Kelvin nampenda na daima naishi maisha yangu, lakini yeye anaishi moyoni mwangu. Kwa sasa nimehitimu kidato cha 6 na Mungu amenisaidia, nimeweza kufaulu vizuri. Sasa najiandaa kwenda chuo kikuu, na huo ndio mkasa wangu. Hayo ndio alionikuta. Kiukweli hadithi hii inatoa mafunzo mengi ambayo yanaweza kulinganishwa na maisha ya kila siku katika njia zifuatazo: ushujaa na ujasiri.
Katika maisha ya kila siku, ushujaa unahitajika katika kukabiliana na changamoto za kila siku, kama vile kuanza biashara mpya, kuchukua hatua ngumu za kibinafsi na kitaaluma, au kusimama kwa maadili hata kama kuna changamoto. Kelvin anatuonyesha ushujaa wa kipekee katika kukabiliana na majini na hatari za kimwili na kiroho, huku akitetea maisha ya wengine. Uaminifu na ukarimu katika maisha ya kila siku. Uaminifu ni msingi wa uhusiano mzuri na watu wengine, wakati ukarimu unajenga uhusiano na upendo na mshikamano. Kelvin anatuonyesha uaminifu kwa marafiki zake kwa kuwasaidia katika nyakati za shida na kuwa tayari kujitolea maisha yake kwa ajili yao. Na katika maisha ya kila siku tunajifunza kutokana na uzoefu wetu, kama vile kujua jinsi ya kushughulikia changamoto, kuboresha uhusiano wetu na wengine na kukua kibinafsi. Brianna anajifunza kutokana na uzoefu wake wa Kelvin, kama vile kusimama kwa maadili yake, kushinda hofu na kukabiliana na mitego ya maisha, na hatimaye kukua kama mtu mwenye nguvu na uthabiti. Kusimama kwa ukweli na haki katika maisha kila siku. Kusimama kwa ukweli na haki ni muhimu katika kujenga jamii yenye msingi imara na haki. Kelvin na Brianna wanajitahidi kusimama kama ukweli na haki hata kama inawagharimu. Hata hivyo, kutoka kwenye maisha hii inatoa mfano wa kuigwa katika kujenga jamii bora. Kukubaliana na mabadiliko katika maisha kila siku. Mabadiliko ni sehemu ya maisha na tunapaswa kujifunza kukabiliana nayo kwa ustadi na nguvu. Brianna anatuonyesha uwezo wake wa kukubali na mabadiliko ya maisha, kama vile kifo cha Kelvin, na hivyo kujifunza kuheshimu na kukabiliana na mizunguko ya maisha. Upendo na mshikamano katika maisha kila siku. Upendo na mshikamano ni nguzo muhimu katika kujenga uhusiano wa karibu na watu wengine. Kutoka kwenye hadithi, upendo kati ya Kelvin na Brianna unatuonyesha umuhimu wa kuunga mkono na kuheshimiana katika nyakati za shida na furaha, na hivyo kuimarisha uhusiano wao. Najua kabisa kuna vitu vingi sana ulitamani kuviona vikiwa vinaenda vile unavyotaka. Kiukweli mambo ni mengi. Kuna kitu nataka nikushangaze nacho. Twende pamoja. Baada na kusubiri kwa muda mrefu, najua kabisa kuna kitu ulikuwa unakitamani. Ni kuunganishia popo shule ya majini. Ilianza na Salome akiwa ananiamsha na kusema, "Mbona umelala muda mrefu hivyo?" Maskini ya Mungu, kumbe ilikuwa ni ndoto. Mambo yote kuhusu kutoka Kelvin kufa na kurudi nyumbani yalikuwa ni ndoto tu. Bado tuko kwenye shule ile ile. Salome akaniuliza, "Mbona ulikuwa umelala muda mrefu?" Nilimwambia tu, "Nimeota ndoto tumetoka humu." Salome akacheka sana na kusema, "Ni ndoto, bado tuko humu kwenye mateso na umelala kwa muda mrefu. Nilikuwa nakusikia mara Kelvin usijue, mara mama nimekumisi, maneno mengi." Nikabaki kucheka. Rafiki yangu, kweli umewamisi wazazi wako. Nilimsogelea na kumkumbatia rafiki yangu Salome nikiwa nalia. Kuna mambo yanazidi kuwa mengi kwangu. Nijikuta tu nikiuliza kwa uchungu. Nilijua nimemaliza, kumbe bado kuna mengi yanayonisubiri. Mara hiyo nilipokea taarifa kuwa Kelvin ananiita. Nilimkimbilia kwa sababu ya upendo wangu mkubwa kwake. Nilipofika nilimkumbatia kwa nguvu na kuanza kumlamba, kumkisi kwenye lipsi zake. Kelvin hakuwa na budi, nikiwa namwonyesha upendo huo huku nalia sana. Alijitoa kidogo na kuniuliza, "Unalia nini?" Nilishinda kumjibu. Akaniangalia machoni na kwa nguvu zake za kichawi akaona matukio yote yaliyokuwa kwenye ndoto yangu. "Ulichoota sio ndoto tu, ni maono. Umeonyeshwa mambo ya mbele na mimi ndiye nilikuonyesha ili ninyi mtoke hapa."
njia pekee ni mimi kufa. Hapo ndipo nitaokoka kwenye hii shule. Siku iliyofuata ilikuwa ni siku ya kupatwa kwa jua, hali ambayo ni hatari sana kwa majini. Wakati huo majini wanabadilika na kuchukua umbo lao halisi. Marafiki zake Kelvin walimuonya kuhusu hatari za kupatwa na jua, lakini hali ilizidi kuwa mbaya. Jua lilianza kupatwa na giza lilianguka ghafla. Kelvin alianza kuota manyoya, ngozi yake ilibadilika na kuchukua umbo la kiumbe cha kutisha. Alijitahidi kwa nguvu zote kujizuia, lakini alishindwa. Hatimaye alibadilika kabisa na kuwa jini wa kutisha. Marafiki zake walimwangalia kwa hofu na mshangao. Ghafla mwanga wa ajabu ulipita angani, ukiwafanya watu wote wagande kama sanamu. Kiumbe cha kutisha kilitokea kutoka kwenye kivuli na kumchukua Kelvin, kikienda naye mbali. Alafu mwanga ulipotoweka, hali ilirudi kuwa kawaida, lakini Kelvin hakuwa mahali pale. Marafiki zake walitazama huku na huko, wakajiuliza kwa hofu, yuko wapi Kelvin? Mbali kidogo, Kelvin na yule kiumbe walifika mahali palikuwa na utulivu mkubwa. Kiumbe huyo aliyemsaidia Kelvin kuanza kubadilika na kuchukua umbo la mwanamke mzuri. Mwanamke aliyeitwa Naima alikuwa jini aliyempenda sana Kelvin kwa muda mrefu. Kelvin, Naima alisema kwa upole, nimekuwa nikikulinda kwa muda mrefu, lakini leo umeona hali yetu ya kweli. Kelvin alimtazama kwa mshangao na kuchanganyikiwa. Naima, kwani umefanya hivi? Unataka nini kutoka kwangu? Naima alimtazama Kelvin kwa macho yenye huzuni. Nataka tu kuwa na wewe, lakini najua huwezi kunipenda jinsi nilivyo. Lakini leo nimekuokoa na ninahitaji kukuambia ukweli. Kelvin alitetemeka kwa mawazo mazito. Hapana Naima, lazima, sijui nisemeje. Ngoja nikwambie Kelvin. Unachotaka ambayo ni maono umeyaweka kwa yule mwanadada ili mtoke. Hapa ni lazima mimi nife. Hapo ndipo mtaokoka kwenye hii shule. Kelvin alizidi kutetemeka. Hapana Naima, lazima kuwa kuna njia nyingine, siwezi kukuruhusu kufa kwa ajili yetu. Naima alitabasamu kwa huzuni. Hii ndio njia pekee, lakini usijali, upendo wangu kwako utaishi milele hata baada ya mimi kuondoka. Ghafla sauti nzito ilisikika kutoka mbali ikisema, Naima, muda wako umefika. Naima alitazama nyuma na kuona kivuli kikubwa kikija kwa kasi. Lazima uende sasa Kelvin, alisema kwa haraka. Rudi kwa marafiki zako, nitatunza kila kitu hapa. Kelvin alipowasili alikuta marafiki zake wakiwa na wasiwasi mwingi. Yuko wapi Kelvin? Mmoja wao aliwauliza kwa sauti ya hofu. Kelvin aliwaangalia kwa macho ya kuiba na kusema, niko hapa marafiki zangu. Wakamuuliza alienda wapi? Jamaa yetu vipi? Nilienda kuchimba dawa. Basi waliendelea kupiga stori. Kelvin alikuwa na mawazo sana, akajiuliza, Naima si alifungiwa ndani tena kwa makosa yale yale? Naye hawezi kuishi bila damu ya watu, hivyo anaweza kuwa wanafunzi wote ili yeye aishi. Alijawa na mawazo mengi sana. Marafiki zake wote walikumbatiana kwa furaha na kusema, acha mawazo wewe. Asubuhi ya siku nyingine ilipoanza, mwanafunzi mmoja aliitwa Happy alikuwa amelala kitandani kwake akiwa amechoka kutokana na siku zilizopita. Usiku ulipoendelea, alianza kusikia sauti za mtoto analia. Kila akijaribu kulala tena, kelele zile ziliongezeka na kuwa kali zaidi. Aliogopa sana, lakini alifikiria huenda ni mwanafunzi mwenzao anahitaji msaada. Happy aliamua kuondoka kitandani na kufuata sauti ile. Kila alipokuwa akisogea, sauti ile ya mtoto analia ilizidi kuongezeka. Ilipelekea yeye kwenye msitu uliokuwa karibu na shule. Aliendelea kusonga mbele, moyo wake ukidunda kwa hofu na wasiwasi, lakini ghafla alipofika katikati ya msitu, akaona mtoto mmoja ameketi chini analia kwa uchungu. Happy alipojaribu kumkaribia, lakini kabla hajaweza kumfikia, akamwona mtoto mwingine akilia pembeni yake. Alipoangalia vizuri, aliona watoto wengi zaidi wakitokea kila kona ya msitu wakiangua kilio kikubwa. Uoga ulimshika Happy, akaanza kutetemeka. Alijaribu kurudi nyuma, lakini sauti za watoto zilikuwa zikimvutia zaidi ndani ya msitu. Alipojaribu kujiondoa kwenye eneo hilo, alihisi uwepo
wa mtu nyuma yake. Alipogeuka alimwona Naima akisimama nyuma yake, macho yake yakiwa na mwanga wa kutisha. Mara watoto wote walipotea ghafla, wakiacha msitu ukiwa kimya kabisa. Happy alihisi moyo wake ukienda mbio na akasema kwa sauti ya hofu, rafiki yangu, afadhali umekuja. Naima alicheka kicheko kikubwa, kicheko kilichosikika msitu mzima, kicheko ambacho kilimfanya Happy atetemeke zaidi. Baada ya muda, Naima alimwangalia Happy kwa macho ya kutisha na kusema kwa sauti ya upole, hapa ndipo hatari kubwa zaidi ipo kuliko ulipokuwa. Happy alijiuliza, nini hiki? Niko wapi? Uoga ulimzidi na alihisi dunia ikimzunguka. Naima alimsogelea, akamshika begani kwa nguvu na kusema kwa sauti ya kutisha, unapofikiria uko salama, ndipo unapoingia kwenye hatari zaidi. Huu ni mwanzo tu, kuna mengi yanakuja. Happy alijikaza na kusema, Naima tafadhali, niambie ukweli, nini kinaendelea hapa? Naima alitabasamu kwa dharau na kusema, ukweli ni kwamba hakuna njia ya kutoroka hapa bila damu kumwagika. Usiwe na matumaini ya bure rafiki yangu. Upo na kiumbe cha hatari, naweza nikakuua sasa hivi. Happy akajua ni utani, akamwambia, jamani, wewe si mgeni, vipi umekuwa na utani kiasi hicho? Naima akapandwa na ghadhabu, akamwambia, fumba macho alafu nitakwambia fumbua. Happy alifumba na baada ya dakika 2 akasikia sauti za upepo mkali ukiambatana kama hali ya kuwa na mvua kutaka kunyesha. Ile kufumbua aliona kiumbe cha ajabu kimepondeka uso, makucha marefu. Akamwambia, mimi ndo Naima. Kisha akarudi kwenye umbile lake la kibinadamu. Happy aliogopa, akamwambia, unataka nini kwetu? Huku akitetemeka na kulia, akasema, damu za nyinyi wote hapa shuleni, lakini wewe nataka utafute namna ya kuwasaliti wenzako ili niwaue, alafu wewe nitakupa njia kutoka. Happy alikubali kudanganyika na hivyo ndio ilikuwa pona yake. Akarudi zake. Walipomuuliza akasema alienda chooni. Basi walilala na siku ile ikapita. Siku iliyofuata asubuhi, kengele iligongwa kwa nguvu kuashiria mwanzo wa siku mpya. Wanafunzi wote walikusanyika eneo la kawaida, huku wakiwa na wasiwasi mwingi. Mkuu wa shule ambaye ndiye mfalme wa majini aliinuka na kusema kwa sauti nzito, leo ni siku ya kuingia porini kutafuta almasi. Malkia wa majini ameipoteza na ni jukumu letu kuipata, lakini kumbukeni, porini kuna hatari nyingi, muwe makini. Nia yake ilikuwa ni kutumia zoezi hili kama njia ya kupunguza idadi yetu kwa msaada wa Naima. Tulijikuta tunaingia msituni kwa hofu na wasiwasi, tukitafuta almasi hiyo kwa muda na masaa 2. Tulipozidi kuingia ndani ya msitu, Naima alijitenga na sisi kidogo, akajiandaa na mpango wake wa kutisha. Mara ghafla tulisikia sauti ya kutisha, kama kuna kitu kikubwa kinapita mbele yetu kwa kasi kama upepo. Uoga ulitushika na kuanza kutetemeka. Hali ilizidi kuwa mbaya zaidi wakati mmoja wetu alivutwa kwa nguvu na kitu kisichoonekana, akapotea machoni petu. Tukaanza kulia kwa hofu, kila mmoja alijaribu kushika kichwa chake kwa kujitetea. Tulikuwa na wasiwasi mwingi, tukiangalia kila upande kwa hofu na kuvutwa kwa nguvu zisizoonekana. Tukio hili lilikuwa ni la kutisha sana na kila mmoja wetu alikuwa kwenye hali ya taharuki kubwa. Hatuwezi kuendelea hivi, nilisema kwa sauti ya hofu nikiwaangalia wenzangu. Lazima tufanye kitu. Lakini kabla ya kuweza kufanya chochote, sauti ya kutisha ilisikika tena, ikipita kwa kasi mbele yetu. Ilionekana kama upepo, lakini ilikuwa na nguvu na uovu mkubwa. Mara wengine walivutwa kwa nguvu na kitu kisichoonekana, na hofu ilizidi kutawala. Kumbe mwenye makucha na meno makali, kiumbe alijitokeza kutoka kwenye kivumbi. Alitabasamu na kicheko cha kutisha. Hamna pa kwenda, alisema kwa sauti ya kutisha, mnapaswa kukubali hatima yenu. Tulijikuta kwenye hali ya kukata tamaa. Tulijikuta kwamba tulikuwa kwenye hatari kubwa zaidi kuliko tulivyoweza kufikiria. Naima alikuwa na nguvu nyingi na hakika alikuwa na mpango wa kutumaliza mmoja baada ya mwingine. Ghafla kiumbe kikawa
kinanifuata mimi. Niliogopa kadri kilivyosogea. Kilikuwa kinaota manyoya na macho yalizidi kuwa mekundu kama nyanya na kama yanawaka moto. Nilipiga kelele, "Mama!" Nilijikuta nikipigwa na wimbi la hofu kubwa, nikiwa sina pa kukimbilia. Makucha yake yaliyokuwa yanakaribia kunijeruhi. Mara ghafla Kelvin alitokea na kusimama kati yangu na kiumbe kile. Kile kiumbe kiliposikia harufu ya Kelvin kilitetemeka na kurudi nyuma kwa hofu. Nilijikuta nikikimbilia kwa Kelvin, nikamkumbatia kwa nguvu, huku nikilia kwa uchungu, "Kelvin, naogopa sana." Kelvin alinipigapiga mgongoni kwa upole ili kunituliza, akisema kwa sauti ya upole, "Usijali, nipo hapa sasa, hakuna kitakachokudhuru." Mara ghafla nilijikuta tumerudi shuleni, tena tukiwa darasani, tukimsubiri mwalimu. Hali ya kutokuwa na uhakika ilitanda ndani yetu. Tulijiuliza ni nini kilitokea. Kabla hatujaelewa kilichokuwa kinaendelea, ukuta wa darasa ulianza kupasuka na sauti nzito ilisikika. Kwa hofu tuligeuka na kuona ukuta wa nyuma ukibadilika na kuwa ubao mkubwa wa shule. Mara ghafla maneno yaliandikwa kwa damu yalitokea ubaoni, "Kifo." Nilihisi miguu ikitetemeka na hisia za baridi zikijaa mwilini mwangu. Wanafunzi wengine walikuwa kimya, wakijaribu kuelewa ujumbe huo wa kutisha. Kelvin alianza kukaza macho, akijaribu kuchanganua maana ya neno hilo. "Hii ina maana gani?" Mmoja wa wanafunzi aliuliza kwa sauti ya hofu. Kelvin aliendelea kutazama ubao kwa dakika chache, kisha akasema, "Hii ni onyo. Kuna kitu kinakuja na tutakuwa tunaenda kupoteza maisha kama tutakuwa makini." Nilimtazama Kelvin kwa macho ya hofu. "Tunafanyaje sasa?" Kelvin akachukua pumzi kubwa. "Tunahitajika kuwa pamoja na kuwa makini sana. Hatutakiwi kupoteza matumaini na lazima tupambane kwa ajili ya maisha yetu." Wanafunzi wakiwa na hofu kubwa wakijaribu kujiandaa kwa kile kilichoweza kuja, huku maneno ya kutisha, "Kifo," yakiwa yameandikwa ubaoni. Na yakumbuka hatari. Hatari ilizidi kuzunguka. Usiku wa manane hali ya hewa ilikuwa shwari na utulivu ulitawala shule nzima. Wanafunzi wote walikuwa wamelala isipokuwa mimi na Kelvin. Nilikuwa na mawazo mengi kichwani. Nilikumbuka tukio la mchana na maneno yaliyoandikwa ubaoni. Ghafla nilisikia sauti ya Kelvin ikiniita kwa upole, "Njooni nje." Kelvin alisema kwa sauti ya chini ili kuepuka kuwazindua wengine. Nilitembea kwa tahadhari kuelekea nje ya chumba chetu, moyo wangu ukiwa unadunda kwa kasi. Kelvin alikuwa amesimama nje kabisa akitazama nyota angani. Niliposogea karibu yake, alinigeukia na kutabasamu. Tabasamu lake lilinipa hisia ya amani. "Tuliongea kidogo," alisema kwa upole, akinishika mkono na kuniongoza tuelekee kwenye bustani ya shule. Tulitembea polepole, mkono wangu ukiwa ndani ya mkono wake. Nilihisi joto la mwili wake likinipa faraja. Tulipofika kwenye bustani, tuliketi kwenye benchi moja chini ya mti mkubwa. Kelvin alinigeukia, macho yake yalinionyesha upendo na wasiwasi. "Ningependa tuwe na muda wa kupumzika na kuongea bila kufikiria kuhusu hatari zilizotuzunguka." Nilitabasamu nikijaribu kuficha hofu yangu. "Nami ningependa hivyo, Kelvin. Wewe ni faraja kwangu, faraja pekee katika kipindi hiki kigumu." Kelvin alinisogelea karibu zaidi, akanishika mikono yake kwa upole. "Najua umechoka na unaogopa, lakini nataka ujue kwamba nipo hapa kwa ajili yako. Nitakulinda kwa hali na mali." Machozi yalinitoka, nilihisi upendo wake ukinigusa kwa nguvu. "Kelvin, mimi pia nakupenda sana. Wewe ni mwanga wangu katika giza hili." Kelvin alinisogelea karibu zaidi. Midomo yake ilisogea polepole hadi kwenye midomo yangu. Tulibusiana kwa upendo na hamu, busu tamu likijaa hisia na hamu. Mikono yake ilinikumbatia kwa nguvu, ikinionyesha upendo wake wote. Nilihisi kama mtu amesimama, tukijisahau kabisa katika ulimwengu wa mapenzi yetu. Tulivunjika kwa busu kwa muda.
Kelvin alinipiga mgongoni kwa upole. Nataka tuwe na muda zaidi tukiwa pamoja, lakini lazima tuwe na tahadhari. Hatari inatuzunguka, lakini upendo wetu utatuweka salama. Nilimwangalia Kelvin kwa macho ya upendo na kusema, upendo wetu ni ngao yetu. Hatutakubali kushindwa na hofu au majini. Tutapambana pamoja. Kelvin alitabasamu na macho yake yakiwa na nuru ya matumaini. Tutashinda kwa sababu tuna kila sababu ya kupambana. Upendo wetu ni nguvu kubwa zaidi ya giza lolote lile. Mimi na Kelvin tukiwa tumekubaliana na kukumbatiana chini ya mti mkubwa, tukitazama nyota angani, tukiwa na matumaini mapya na nguvu mpya za kupambana na hatari zinazotuzunguka. Kwa bahati mbaya, Naima alituona tukiwa kwenye mahaba mazito. Alikasirika, akaondoka japo hatukumuona. Usiku ukiwa umetulia na kila mtu akiwa kwenye usingizi isipokuwa Naima na Happy ambao walikuwa na mazungumzo ya siri. Naima alimwangalia Happy kwa macho makali na kusema, Happy, nataka umdanganye Lucy. Mwambie kuna kitu umekisahau porini na unahitaji usindikizaji wake ili kwenda kukichukua. Happy alionekana na wasiwasi, lakini alikubali. Sawa Naima, nitaenda kumwambia sasa hivi. Lucy alikuwa akipumzika kwenye chumba chake wakati Happy alipomfuata. Lucy, kuna kitu nimekisahau porini, naomba unisindikize kukichukua, alisema kwa sauti ya kujifanya kuwa na hofu. Lucy alikubali na bila kujua lolote lile. Sawa Happy, twende nikusaidie. Waliingia porini wakiwa na tochi ndogo, mwanga ukimulika kwenye njia yao. Wakiwa njiani, Naima aliwafuata kwa nyuma kwa siri bila wao kugundua. Walipofika katikati ya msitu, Happy alijifanya kutafuta kitu. Nisaidie kutafuta Lucy, nafikiri kipo mahali hapa, alisema akichimbachimba kwenye udongo. Lucy alijitahidi kutafuta, lakini hakukuwa na dalili ya kitu chochote. Ghafla, Naima alimkonyeza Happy kutoka mbali, akitoa ishara ya kuanza njama yao. Happy alimwambia Lucy, nisaidie kuchimba zaidi, nahisi kitu kiko hapa. Lucy aliendelea kutafuta huko, Naima akiwa amejificha gizani, akiwatazama kwa macho makali. Ghafla Lucy alihisi kitu kisicho cha kawaida. Kulikuwa na mlio wa kutisha na majani yalitikisika. Happy, uko hapa? Lucy aliuliza kwa hofu, lakini hakukuwa na jibu. Hali ilikuwa kimya kabisa. Mara alihisi kitu kinapita karibu naye kama upepo na kilirudi mara 4. Lucy alianza kutetemeka kwa hofu na kulia. Happy, Janet. Alijaribu kugeuka, alihisi mtu nyuma yake, na kabla hajafanya lolote, Naima alimtokea kwa ghafla na kumwangalia kwa macho makali. Lucy, pole sana, rafiki yako Happy ameona bora kwa upande wangu, Naima alisema kwa sauti ya kutisha. Lucy alitetemeka na kusema kwa sauti ya hofu, kwa nini Happy? Kwa nini umenisaliti? Happy alishusha kichwa chini kwa aibu. Nisamehe Lucy, nilifanya hivyo kwa ajili ya kuokoa maisha yangu. Naima alicheka kicheko kikubwa kilichosikika msitu mzima. Sasa hakuna njia ya kutoroka, akamwambia Happy, waweza kwenda au unataka uone na kumuua huyu? Happy aliondoka. Ilisikika sauti kubwa ya kilio ikiashiria Lucy ameshauawa. Sauti za mifupa zilisikika zikianguka na Naima akarudi katika umbo lake, huku akijifuta damu mdomoni, huku akicheka na kusema, mpaka ni wale wanafunzi wote, nitakuwa na nguvu sana. Kisha akarudi naye hostel. Aliporudi nilikuwa na wasiwasi sana. Nilimwona Happy akiingia peke yake, hali ambayo ilinishangaza na kunitia hofu. Happy, mbona mmetoka wawili afu umerudi peke yako? Lucy uko wapi? Nilimuuliza kwa sauti ya wasiwasi. Happy alionekana kuchanganyikiwa kidogo, macho yake yalikwepa ya kwangu. Ni kwamba tulipofika porini, Lucy alisema alikumbuka kuwa alikuwa na jambo la haraka la kushughulikia, kwa alirudi. Nilimwambia nitamalizia kutafuta kile tulichokuwa tunakitafuta peke yangu, alisema kwa sauti ya kujikanyaga. Nilihisi kuna jambo linakwenda ndivyo sivyo, lakini niliamua kumuuliza zaidi. Lakini kwa nini haukurudi naye?
sio kawaida kuacha mtu peke yake polini. Happy alishtuka kidogo akijaribu kubuni majibu. Lucy alisema alikuwa na njia ya mkato kurudi shuleni. Alisisitiza sana kuwa ni muhimu sana kurudi haraka na akaondoka. Nilidhani ni sawa kumwamini, alisema huku akijaribu kutabasamu. Niliendelea kumhoji, Happy, kwani unasema ukweli? Kwa nini Lucy hakusema chochote kwetu kabla ya kuondoka? Na kwa nini sijasikia chochote kutoka kwake? Happy alionekana kukosa utulivu, akijaribu kuepuka macho yangu. Sijui, labda alikuwa na haraka sana. Nimejaribu kumtafuta njia nzima, lakini sijampata. Pengine alisharudi shuleni muda mrefu, nilisema kwa sauti ya chini. Nilijaribu kutafakari maneno yake, nikahisi kuwa kuna jambo la siri. Tunaweza kwenda kumtafuta sasa. Siwezi kuwa na amani mpaka nijue Lucy kwa salama, nilisema kwa msisitizo. Happy alionekana kuwa na wasiwasi zaidi, lakini hakuweza kupinga. Sawa, twende tumtafute, alisema huku akionekana kutokuwa na uhakika. Tulipoanza safari ya kwenda polini kumtafuta Lucy, moyo wangu ulikuwa na wasiwasi mkubwa. Nilihisi kuna kitu kimefichwa na niliapa nitakachokiona mpaka nifahamu ukweli wa kilichotokea. Tulipofika porini msituni, kulikuwa kimya sana. Sauti zilizosikika ni za wanyama na ndege ambao tulikuwa tunawaita kwa sauti. Lucy, Lucy. Hakuna jibu. Nilianza kuogopa, lakini ilionekana kuna kitu kipo nyuma yetu. Kikatuvizia, na huyo alikuwa ni Naima, akijibadilisha kuwa joka kubwa, anataka nimeze mimi. Mara ghafla Naima katika umbile la nyoka alipitiwa na kiumbe chenye nguvu zaidi yake. Nilimuuliza Lucy, umesikia nini? Akasema hapana, sijasikia kitu. Lakini ulisikia kama mtikisiko, si ndio? Ghafla tukasikia hivyo hivyo, tukakimbia kurudi hostel. Njiani Lucy alikuwa anajiuliza, sijui nini, roho ya kupenda wenzake tufe kaitwa wapi? Wote tunawaza kuokoa maisha yetu, anawaza tufe. Inasikitisha sana. Siku ya kutisha ilipoingia, hali ilikuwa mbaya zaidi. Kila mmoja wetu alikuwa na hofu. Tulikuwa porini, huku tukitafuta njia ya kutoka kwenye mateso ambayo yalikuwa shuleni. Kumbe alimbeba Lucy kule polini ni Kelvin, akiwa na umbile la kigeni. Hakika hali ilikuwa ya kutisha. Kelvin alionekana kama kiumbe cha ajabu, manyoya yakiwa yamefurika mwili wake, macho yakiwa mekundu na meno makali yakitoka nje. Naima aliyekuwa malkia wa majini alijua kuwa lazima afanye kitu ili kumkomboa Kelvin, lakini hakuwa na uhakika wa jinsi ya kumsaidia. Mapambano kati yalianza mara tu walipokutana katika msitu wao wa giza. Kelvin akiwa na nguvu za kijini alimshambulia Naima kwa nguvu zake zote. Alimvuta na kumrarua na makucha yake. Alijaribu kumjeruhi Naima. Naima kwa ujasiri mkubwa alijaribu kujitetea, lakini Kelvin alikuwa na nguvu kubwa zaidi. Naima alipiga kelele akijaribu kumzuia Kelvin. Kelvin, tafadhali, kumbuka sisi ni marafiki, usinidhuru. Lakini Kelvin akiona hakuwa na huruma, aliendelea kumshambulia Naima kwa nguvu zake zote. Alimchana na kumjeruhi vibaya. Naima akiwa na uchungu mkubwa alianguka chini, damu zikimtoka. Katika sekunde ya mwisho ya mapambano yao, Naima alikumbuka maneno ya mfalme wa majini. Naima, lazima upigane kwa ujasiri. Ikiwa utashindwa, utarudi ulimwengu wa majini na kupokea matibabu. Naima alikusanya nguvu zake za mwisho na kumrusha Kelvin kwa mbali. Kelvin alirudi nyuma akatazama kwa mshangao na uchungu. Naima kwa sauti ya uchovu alisema, Kelvin, nakuacha hapa, lakini tambua
tutakutana tena. Kelvin alijaribu kumfikia Naima lakini nguvu zake zilikuwa zimepungua. Naima alitumia nguvu zake za kijini kurudi ulimwengu wa majini. Mwanga wa ajabu uliangaza ukimfunika Naima na kumvuta kwenda mbali. Kelvin alianguka chini akijaribu kuinuka lakini haikuwezekana. Alijikuta akiwa peke yake akiumia kwa uchungu mkubwa. Kelvin aliinuka na kujikongoja hadi hostel. Alifika maeneo ya karibu na hostel zetu na kumtuma mtu aniite. Nilipofika pale nilikuta watu wamemzunguka Kelvin. Nilijiuliza kuna nini kimetokea. Mtu mmoja alinijibu, Kelvin ametapakaa damu. Nilimbeba haraka hadi kwenye bustani, nikamfuta damu na kuanza kumtibu majeraha. Ndipo Kelvin aliniambia, hivi siwezi kupona. Kuna njia moja tu itakayoniokoa. Kwa haraka nilimuuliza ipi? Akasema fumba macho. Nilifumba macho na ghafla nikashtukia kuona napewa busu zito. Mara mwanga wa rangi ya dhahabu ukawa umewaka taratibu. Kadri ulivyozidi kuwaka ndivyo alivyozidi kunipa ile kisi, ndivyo majeraha yake yaliyokuwa yanafunga. Nilishangaa sana. Baada ya muda mfupi Kelvin alikuwa amepona kabisa. Nilimtamania, kwa ukifanya na mwanamke yeyote hivi ukiwa hoi na umejeruhiwa ndio unapona? Nikiwa naonyesha wivu kidogo akajibu kwa akiwa anacheka, hapana bana, ni wewe tu mwenye nguvu hizi. Upande wa ulimwengu wa majini ulimpatia matibabu Naima, alipona kabisa. Wakamwambia kwanza leo na kuagiza hata Kelvin akijichanganya muue, mtoto hana adabu yule. Macho yake yaliwaka moto na ngozi yake ilikuwa ngumu kama jiwe, ishara ya hasira za mfalme. Na ghafla mtu ambaye hatukuwahi kumuona wala hata kumsikia ndani ya ile shule alitokea. Alikuwa ni malaika, mama wa Kelvin. Alikuwa na sura ya upole na nguvu zisizo na kifani. Mfalme alimwambia Malkia, umekuja kwa wakati mzuri. Tunahitaji kumfunza adabu huyu Kelvin, anasumbua sana. Malkia alimtazama mfalme kwa macho makali na kusema, Kelvin ni mtoto wangu na nitahakikisha anapata haki yake. Usimdhuru, ni mimi nitakayeshughulika naye. Mfalme alionekana kushtuka kidogo, lakini alijua hawezi kupingana na Malkia. Alikubali kwa kutikisa kichwa. Malkia aliongea kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka, nitamlinda Kelvin kwa gharama yoyote. Majaribu yote yatakayokuja kwake yatapita chini ya uangalizi wangu. Hakuna atakayemdhuru tena. Tulikuwa tumekaa na Kelvin tukizungumza kwa utulivu na kufurahia mazingira ya bustani. Ghafla zilisikika kelele za bundi. Kelvin alishtuka na kuogopa sana, jambo ambalo lilinishangaza sana. Sikuwahi kumuona akiwa katika hali kama hiyo. Nilimuuliza kwa wasiwasi, Kelvin, nini tatizo? Alisema kwa sauti ya kutetemeka, mama ameniita. Aliendelea kutetemeka, hali iliyonifanya nijisemee kimoyomoyo, inaonekana mama yake ni katili sana. Kelvin aliniangalia kwa macho yenye hofu, akijaribu kujizuia kutetemeka. Nilimshika mkono na kumwambia kwa upole, Kelvin, tuko pamoja. Hata mama yako akiwa na nguvu kiasi gani, tutashinda. Nitakuwa na wewe katika hili. Nilitabasamu kidogo, lakini hofu haikuondoka machoni mwangu. Mama yangu ni malkia wa majini, ana nguvu nyingi na anaweza kufanya chochote. Kelele za bundi ni ishara kwamba anataka kuniita, na kila mara ninapoitwa kuna jambo kubwa linakuja. Nilibaki nikiwa na mshangao na wasiwasi. Tufanyeje sasa? Nilimuuliza. Kelvin alitazama chini akijaribu kutafakari. Lazima tutafute njia ya kukutana naye bila wewe kuhusika. Sitaki kabisa
akudhuru kwa sababu ya mimi. Nitakufuata, nilisema kwa uthabiti. Hatuwezi kupambana kwa haya wote. Hapana, na huwezi kupambana kwa haya peke yako. Tuko pamoja Kelvin. Alionekana kutafakari kwa muda, kisha alikubali na kutikisa kichwa. Sawa, lazima tuwe makini sana. Mama yangu anaweza kuona kila kitu. Haya sasa. Mamake na Kelvin ambaye ni Malkia amekuja. Pole, ulijua tumefika mwisho? Wala, ndo kwanza mama yanapamba moto. Unadhani itakuwaje? Malkia amekuja. Mimi sijui. Kwa kupata majibu ya maswali yetu, tukutane kwenye sehemu nyingine ya simulizi yetu hii. Kumbuka, msimuliaji wako anaitwa Karen Steve ambaye anapatikana kwa simu namba 0621316026. Tukutane wakati mwingine.